Haya ni mambo ambayo unatakiwa kuyaacha ili uweze kufanikiwa. Yaani unatakiwa uachane nayo kabisa ili uweze kupiga hatua katika mafanikio. Jambo la kwanza, kulalamika. Malalamiko ni kitu ambacho kinazuia mtu kupiga hatua, kwa sababu kitendo cha kulalamika unaonyesha kwamba wewe unamtegemea mwanadamu. Inamaanisha kwamba wewe unamlalamikia mwanadamu. Hauwezi ukamlalamikia mnyama au ukamlalamikia ndege, obvious utamlalamikia mwanadamu. Na ndio maana neno la Mungu linasema amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu na kufanya kwamba mwanadamu ndio kinga yake. Kwa hiyo utakapomlalamikia mwanadamu, wewe utaenda kinyume na Mungu na utadhihirisha ya kwamba Mungu hana uwezo wa kulifanya hilo jambo, na ndio maana wewe unalalamika. Hiyo ndio tafsiri yake. Kwa hiyo kitendo cha kulalamika unajifungia milango ambayo ingetakiwa kuwa wazi kwa wakati huo, na kama ungejiamini na kufanya. Kwa hiyo tuache kulalamika. Tunaona kulalamika ni jambo mojawapo ambalo litakuzuia wewe kufika kwenye mafanikio yako. Kwa hiyo tuache kabisa kulalamika. Tukisoma Wafilipi 4:14-15 inasema tuyafanye mambo yote pasipo kulalamika. Kwa hiyo usilalamike. Fanya kazi kwa bidii, jiamini. Namba 2, acha kutazama mapungufu zaidi. Acha kuangalia mapungufu yako au mapungufu ya fursa ambayo umekutana nayo. Usiangalie fursa kwa mtazamo wa kuanguka au kufeli. Iangalie fursa kwa mtazamo wa mafanikio. Kwa hiyo utakapofanya hivyo itakupa urahisi hata wewe kulifanya lile jambo, lakini ukishaanza kulikosoa na ukajikosoa wewe mwenyewe kwamba hauwezi na ukajirudisha nyuma, hauwezi ukapiga hatua katika jambo lolote. 3, acha kuogopa kushindwa. Usiwe na hofu, maana hofu ni mlango ambao unaingiza uharibifu. Shetani anatumia hofu kuingiza uadui, anatumia hofu kuingizia wewe uharibifu. Kwa hiyo acha kuwa na hofu. Ni bora ujaribu jambo kuliko kutokujaribu, maana kumbe ungejaribu lile jambo lilikuwa liko ndani ya uwezo wako. Kwa hiyo utakapokuwa mwoga kutokulijaribu lile jambo, litakupelekea kwamba kuliacha jambo ambalo ungeweza kulifanya na ungefanikiwa kwa sababu ya hofu. Mwanasayansi Thomas Edison alijaribu kutengeneza balbu zaidi ya mara 1000. Alirudia kujaribu zaidi ya mara 1000 na mwishoni akafanikiwa. Kwa hiyo usiogope jambo kulifanya, liingie na ulifanye. Ingekuwa na watu waoga kama wewe, tusingekuwa na haya mambo yote yaliyogunduliwa. Hivi vitu vyote tunavyovitumia ni watu waligundua. Namba 4, acha janja brother. Acha kupenda mambo rahisi. Usipende kuchagua vitu rahisi ndio uvifanye, maana kitendo cha kuchagua mambo rahisi ni sawasawa na wewe kukwepa mitihani. Nakupa mfano, hata darasani lazima utaanza kusoma, mwishoni utapimwa na mtihani. Ndivyo ilivyo hata kwa Mungu. Mungu, jambo lolote utakalolianza ili uweze kulifanikiwa ni lazima ukutane na mitihani. Hakuna jambo rahisi. Kwa hiyo kuchagua jambo rahisi ni sawasawa na kushindwa kabla ya kushinda. Ni sawasawa na kushindwa kabla ya kushinda. Kwa hiyo tunapokuwa tunaliingia jambo, tuliingie kwa mtazamo wa kwamba tutakutana na changamoto lakini tutazishinda. Na ndio maana tunaona hata dhahabu ni lazima aichomwe kwenye moto ili ipate kuonekana katika ule muonekano ambao tunauona. Namba 5, tunatakiwa tuwe watu wa kushukuru. Kushukuru kuna nguvu. Kushukuru ni sawasawa na kuomba tena. Kushukuru ni kitendo cha kumwambia yule mtu aliyekusaidia ya kwamba hata kesho pia nitahitaji msaada, kwa hiyo atakuwa tayari kukusaidia. Kutokushukuru ni ile hali ya wewe kutohitaji tena msaada kwa yule mtu, hali ya kuwa utahitaji msaada. Kutokushukuru ina maana ya kwamba umemwambia yule mtu kesho sihitaji tena msaada. Kwa hiyo tutakapokuwa watu wa shukrani, tutakuwa tunajitengenezea mazingira katika fursa tunazoziingia zinakuwa zina usaidizi. Fursa ni watu. Unaambiwa kwamba fursa ni watu, kwamba uwezi ukafanya fursa yoyote, uwezi ukaliingia jambo lolote. Hata biashara utakapoifanya lazima utahitaji watu wa kuwauzia. Fursa yoyote utakapoianza utahitaji watu wa kukusapoti. Kwa hiyo utakapokuwa umejifungia milango ya msaada,
inakuwa ni ngumu wewe kufikia malengo. Kwa hiyo tuwe watu wa kushukuru.